Je, umewahi kutumwa na mzazi wako ama mlezi wako mahali ukanunue vitu? Ni vitu gani hivyo ambavyo ulitumwa ukavinunue? Iwapo ulitumwa ukanunue vitu kama sukari, kama mkate, kama maziwa, basi tutasema kuwa hivyo vitu ambavyo ulitumwa ukavinunue vinaitwa bidhaa. Na kuna uwezekano kuwa mahali ambapo ulikuwa unaenda kuvinunua ni dukani. Na ulipofika pale dukani, ulimpata yule mtu ambaye alikuuzia. Yule mtu ambaye alikuuzia tunamuita muuzaji. Nawe ulipoenda pale, ulienda kununua, kwa hivyo wewe tunaweza kukuita mnunuzi. Ama pia tunaweza kukupa jina la mteja. Ulipofika pale ili kupewa zile bidhaa ambazo uliziagiza, ilibidi umpatie muuzaji pesa. Pesa ambazo pia tunaweza kuziita kwa jina hela. Iwapo pesa ulizozitoa zilikuwa zimetengenezwa kwa karatasi, basi tutasema kuwa ulimpa noti. Iwapo zilikuwa zimetengenezwa kwa madini, mfano wa shilingi 10, shilingi 20, shilingi 5, basi tutasema kuwa ulimpa sarafu. Iwapo ulikuwa unanunua vitu kama vile sukari, mchele, ukaagiza kiwango fulani, kwa mfano kilo 1 ama kilo 2, yule muuzaji alichukua zile bidhaa akaziwekelea kwenye kifaa fulani ili kuangalia iwapo zina uzito wa kutosha. Kile kifaa alichotumia kuangalia kama bidhaa zako zina uzito wa kutosha kinaitwa mizani au ratili. Alipohakikisha kuwa kina uzito wa kutosha, basi alikupa bidhaa ile, ukampa hela. Na tuseme kwa mfano, zile hela zilikuwa zimezidi bei ya bidhaa uliyokuwa unainunua, alikurudishia pesa fulani. Hizo pesa alizokurudishia zinaitwa baki. Tuchukue mfano, alipokuuzia bidhaa yako, alipata pesa zaidi ya alivyokuwa amegharamika kuipata ile bidhaa, basi tutasema kuwa zile pesa za juu alizozipata ni faida. Iwapo aliuza pesa kidogo kuliko aliyokuwa ameitumia kugharamia ile bidhaa, tutasema basi kuwa alipata hasara. Tuseme kwa mfano, ulipotumwa dukani hukupewa pesa, uliambiwa nenda dukani fulani fulani ukachukue bidhaa fulani alafu tutalipa baadaye, basi tutasema kuwa muuzaji alikukopesha. Iwapo unapewa bidhaa na unaahidi kulipa baadaye, basi tunasema kuwa unaenda kukopa. Kwa leo tutakomea hapo. Nina matumaini kuwa umejifunza mengi kuhusu msamiati wa dukani. Tuendelee kujifunza ili tuwe na ujuzi mwingi katika somo hili letu. Karibuni wakati mwingine na kwaheri kwa leo.